God standing beside you. Namuona amesimama And I kando na see wewe. God raise you Na namuona Mungu akikuinua in your family katika jamii yenu as a financial pillar. kama mtu ambaye atakuwa nguzo ya God ufanisi. picked you from nowhere Mungu alikuchukua kutoka mahali ambapo sipo to be where you are. ili akuweke mahali ulipo. I see so much favor. Naona kibali kingi. I see so much open doors. Naona milango ikiwa imefunguka. By the grace of God upon this meeting. Kwa neema ya Mungu juu ya mkutano huu. 3 years beginning this new year that is coming. Miaka 3 kuanzia mwaka huu unaoanza unaenda kwanza. In 3-year time. Katika miaka 3 I see a massive favor. Naona kibali kikubwa that will launch you into wealth. Ambacho kitakuingiza maeneo mengine. Money will not be your prayer point. Pesa haitakuwa ni jambo la kuombea tena kwako. Because your heart manake moyo wako is your weapon. Ndio silaha yako. Are we here? And the Lord says you anoint your head. Na Mungu anasema nitie mafuta kichwa chako. I'm not asking you for money for myself. Sikuulizi pesa kwa ajili yangu. But get a seed by tomorrow. Lakini pata mbegu kesho. Lay at this altar. Na uweke kwa madhabahu haya. There are too many blessings. Kuna baraka Your mingi. heart. Moyo wako. Carry good heart. Utabeba. You are a good person. Wewe ni mtu mwema. And you are favored. Na una kibali in the hands of in-laws. Katika mikono ya wale umeolewa kwao. Are you getting me? Is that true? Is that true? You are highly blessed. Yeah, you are highly blessed. Your in-laws love you. They love you like their own. Even sometimes they make kata with brother for you. You are a child loved by God. And the Lord, the God of this commission will carry you far. Anyone that wants you cry, don't forget, man of God. Anyone that wants you cry, kila mmoja anayetaka ulie, will cry your cry. Yeye ndio atakayelia hilo kilio chako. Will cry your cry. Atalia kilio chako. When you are bringing a seed tomorrow, unapoleta mbegu kesho, get a bottle of oil. Chukua chupa ya mafuta. And we'll pray over it tomorrow. Nitaiombea kesho. And you will carry it to your house. Na utabeba. I will give you an instruction. Nitakupatia maelekezo. Your husband loves you. Your husband. Mume wako anakupenda sana. He loves you. Anakupenda. I don't know you are married. It's my first time. Sijui umeolewa, ni mara ya kwanza nimekuona. I see your husband loves you. Naona mume wako anakupenda. You are loved by your husband. He pampers you. Anakupenda sana. Everybody that will fight to end that marriage will not work. Because the marriage you in is from God. Manake ndoa ulionayo imetoka kwa Mungu. I see this man is a big guy. Naona huyu mtu ni mkubwa. He's a big guy. He's a good big guy. He's liquid. I hope all this will. Father, thank you for this oil. Asante Bwana kwa mafuta haya. Let those be open unexpectedly. Acha milango ikafunguke bila Let there be massive favor. Acha kuwe na kibali The kikubwa. God of Abraham. Ambaye Mungu wa Abrahamu, The God of Jacob. Mungu wa Isaka. I thank you for your favor. Ninakushukuru kwa kibali I chako. bless your name. Ninakuabudu In Jesus' kwa name. jina la Yesu. In this room, open your hands. Rub the oil here. The Lord will favor you. Mungu atakupa kibali. Keep praying for your husband. Endelea kumwambia mume He's wako. not a rooted and strong, fit person like you. You know what that one is? Yes, hadi. Keep praying. Endelea tu kuomba. You know one thing God gave you? Kitu ambacho Mungu One amekupa, gifting God gave kile kipawa Mungu you amekupa, carry a high level of the spirit of discernment uko na roho ya utambuzi, to know what is wrong, kujua what kile is, kibaya what is fake, na and kile what is ambacho real. si cha kweli. And every spirit of fear Na roho yote ya uoga will not prevail in Jesus' name. haitakaa juu yako tena. The Lord be. Patia Bwana Yesu makofi. Celebrate the goodness of the Lord. Hallelujah. Haleluya. Tonight is a different night. Usiku wa leo ni usiku wa kitofauti. Tonight is a glorious night. Usiku wa leo ni wa kitofauti. And I pray for somebody here. Na naomba kwa mtu hapa, Nothing will stop the blessings of the Lord. hakuna kitu kitazuia baraka ya Mungu. If you say amen is your portion. Ukisema amina, hiyo ni yako. In
in West Africa, Huko nimetoka, when you say Amina, ukisema amina, it's an Islamic word. unasema Mungu iwe hivi. Where I'm coming from. Mahali anatoka But it is well in Jesus' ni name. iko sawa kwa jina la Yesu. People of Kenya, you are great people. Watu wa Kenya ni watu wazuri, You are a blessing. ni wa baraka. The Lord is good. Mungu ni mwema. If you have your Bible, turn with me to Genesis. Kama una kitabu chako, nenda pamoja nami Mwanzo. Genesis 6:8. Mwanzo 16:8. Oh, Jesus is mine. You are the same yesterday, today and forevermore. You alone deserve the praise. You're the same yesterday, today and forevermore. You alone deserve the praise. Yes, sir. Genesis chapter 6 verses 8. Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8. And it reads, Nitasoma. we're going to start from verses 7. Tunaanza kutoka mstari wa 7. And the Lord said, Bwana akasema, I will destroy men nitamfutilia mbali mwanadamu whom I have created niliyemuumba from the face of the earth, usoni pa nchi, both men and beasts, mwanadamu pia mnyama, and creeping things, na kitambaacho, and the fowls of the air. na ndege wa angani, For it repenteth me that I have made them. kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. The word repenting in Genesis, Neno kutubu katika Mwanzo, God regretted why he created men. Mungu anajuta mbona alimuumba mwanadamu. Verses 8, Mstari wa 8, but Noah found grace lakini Nuhu akapata in the neema eyes of the Lord. machoni pa Bwana. Verses 9, Mstari wa 9, these were the generation of Noah, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. was just and perfect in his generation. Nuhu alikuwa mtu wa haki And mkamilifu. Noah walked with God. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. The voice of the Lord, Neno la Bwana he said, thanks be to God. ni roho ya Mungu. The voice of the Lord, Maneno ya Bwana, thanks be to God. tushukuru Bwana. Let us pray. Acha tuombe. Eternal God, we thank you. Mungu wa milele tunakushukuru. You are the Alpha and you are the Omega. Wewe ni mwanzo tena mwisho. You are the chief monarch of the universe. Wewe ndio mkuu wa ulimwengu wote. You are the chief monarch of the universe. Wewe ni mkuu wa I maeneo yote. call you the King of kings and the Lord of lords. Mfalme wa falme na Mungu wa Bwana wa mabwana. Tonight, let your blood speak in this meeting. Usiku wa leo nena na katika mkutano huu. We disrupt and dismantle every satanic spirit. Tunaharibu na kuharibu kila mipango ya giza. We overruled every satanic stronghold. Tunaenda juu ya uweza wote. Tonight, let your word speak. Leo neno lako linene. And let the people of God say Na amen. watu wa Mungu waseme amina In Jesus' mighty kwa name. jina la Yesu Kristo. Permit me to speak to us tonight Nataka niongee nanyi usiku wa leo what the Holy Spirit lays on my heart. kile ambacho Roho Mungu ameweka mzigo ndani yangu, Entitled, ikiwa ina ujumbe when God chooses, wakati amen. Mungu anachagua mwanadamu, When God elect a person, wakati Mungu amechagua mtu, when God loves a person, wakati Mungu amependa mtu, nothing somebody can do about it. hakuna chochote mwingine anaweza fanya kwa ajili ya hiyo. The most terrible person to ever fight in life. Mtu mbaya wa maisha kumpata wewe katika That I will maisha, advise everybody under the sound of my voice ambaye ni katika chini ya sauti hii, that you should never make an attempt. ni kwamba kusiwe na kujaribu. Is a person who God have chosen. Ni mtu ambaye Mungu amemchagua. One of the person in your entire life. Mtu mmoja katika maisha yako If you are not want battles in life. ambaye haufai kuwa na vita If naye. you want to live long. Kama unataka kuishi maisha mengi. If you want to see the glory of God. Kama unataka kuona utukufu wa Mungu. When God chooses a man. Mungu akichagua mtu. Nothing somebody can do about it. Hakuna kitu ambacho yoyote yule anaweza The fanya. choosing of God. Ama chaguo la Mungu. When
the love of God comes, wakati upendo wa Mungu it umekuja, comes with favor. unakuja na kibali. When God decides to choose a person, Mungu akiamua kuchagua mtu, God cares less to know where you're coming from, Mungu huwa hajali hata mahali the umetoka, background you're coming from, maeneo ambayo your umetokea, educational credential. kiwango cha elimu He yako. cares less to know who you know. Pia hajali unajua nani. When God chooses a man, Wakati Mungu anapochagua mtu, children of God, watoto wa Mungu, when God chooses a man, Mungu akichagua mtu, that man becomes the apples of God's huyo eyes. mtu anakuwa mboni ya jicho la That Mungu. man becomes a lover of God. Huyo mtu anakuwa kipenzi cha Mungu. So that's why when God chooses a person, Hapo ndo sababu Mungu anapochagua mtu, he defends them. anapigana, Whoever anamshindania. God chose, Yoyote ambaye Mungu the alimchagua, very first thing that rests upon the person kitu ambacho cha kwanza kilikuja juu ya mtu huyo is a shield of defense. ni kinga. Most terrible thing to do as a person is to know that God chose this person. Jambo la kwanza la muhimu kujua ni kuhusu Mungu amemchagua huyo mtu, And you try to fight them. alafu sasa unajaribu kumtishia. So every time you fought a chosen person, Kwa hivyo kila wakati unapopigana na mtu amechaguliwa, automatically kwa kabisa you are not fighting the person. haupigani na huyo mtu, You are fighting God. unapigana na Mungu. Every person that God chose Kila mtu ambaye Mungu alimchagua in generation, katika vizazi today, hadi leo and time to come, na muda utakao kuja, they become a favorite of God. wanakuwa kivipenzi From wa Mungu. Genesis chapter 6 we just read. Kutoka Mwanzo mlango wa 6 tumesoma. Please help me celebrate our Father Hebu tonight. tumsherekee baba yetu na Celebrate makofi him mazuri. tonight. Most time you see people in families Wakati mwingi unapoona watu katika jamii and they don't live long, na hawaishi muda mrefu, apparently wanakufa. they have made an attempt Ni kwa sababu wameweza kujaribu to test the chosen of God. kupigana na waliochaguliwa na Mungu. When God chose a man, Wakati Mungu anachagua mtu, the first thing I said jambo la kwanza nimesema, that comes upon that man's kitu life ambacho kinakuja juu ya mtu huyo is a shield of defense. ni kinga ya ulinzi. He defends them with his jealousy. Anawalinda And na that's why kwa a pendo. chosen person Ndio maana mtu ambaye amechaguliwa cannot be easily killed. hawezi uliwa kwa urahisi. Are you here? Je, uko hapa? When you hear scripture says, Unaposikia maandiko I yakisema defend my own with my jealousy, ninamlinda aliye wangu kwa that wivu, is a person who he has elect. huyo ni mtu ambaye Mungu amemchagua. Many times Mara nyingi in our families katika jamii and zetu in ministry na katika huduma and in nations, na taifa, when you fight a chosen person, unapopigana na you become aliyechaguliwa, to fight the supernatural. basi unaanza kupigana You na become uweza to wa fight the jealousy of God. unaanza kupigana na wivu So wa Mungu. whenever, that's why in the book of Exodus, Ndio maana katika kitabu cha Kutoka, everywhere God met the enemy of Israel, pale yote yule alijifanya he adui wana wa never Israeli, negotiated. hakuweza kujaliana nao, He wasted them. aliwapoteza kabisa. So when God chooses a man, Kwa hivyo Mungu akichagua the mtu, very first thing he rests upon the person's life jambo la kwanza kasa is anaika a kinga, shield of defense. anaika kinga ya ulinzi kwa huyo mtu. Because according to St. John 10:10, Kwa sababu katika Yohana the 10:10, thief cometh but to steal, kill, and destroy. adui huja tu bali kuiba na So, kuharibu. in the plans of God, Kwa hivyo katika mipango ya in Mungu, the minds of God, katika mawazo ya Mungu, he is aware yeye amejua that when you are chosen, kwamba ukichaguliwa, the enemy will release arrow of death. adui So ataleta when you are the chosen of God, sasa. Kwa hivyo ikiwa mchaguliwa wa you Mungu, become the apples of his eye. unakuwa mboni ya If jicho you lake. will never won battles in life, Hautashindwa kwenye if vita you will vyote. never want God to kill you early, Hata ruhusu mtu yote kuue. don't fight a chosen person. Usipigane na Don't fight a aliyechaguliwa. person with the mark of God. Usipigane na yote aliye na alama ya Mungu, Because every attempt kwa sababu kila jaribio that you will want to eliminate them, ambapo unataka kuwaondoa, you are not fighting that person. haupigani na huyo mtu, You will become to fight God. unaanza kupigana na And Mungu. at that point, Na katika hayo God mazingira, will raise up in his jealousy. Mungu atainuka na wivu wake, And the jealousy of na God, wivu wa Mungu it comes with destruction. unakuja na uharibifu.
Number one, Jambo la kwanza, the chosen of God, aliyechaguliwa na he Mungu cares less to know your background, huwa hajali umetokea wapi, where you came from, mahali umezaliwa, your genealogy, katika familia gani, your father's lineage, katika jamii gani, or how educated ama una elimu ya kiwango gani, that your family is. kwamba What God is concerned with, ile Mungu anaangalia sana it is his love. ni ile upendo wake. The love of God Upendo wa Mungu is defined inaelezeka as grace. kama The neema. love of God Upendo wa Mungu is defined inaelezeka as grace. kama neema. According to Exodus, Genesis chapter 6, Katika kulingana na Mwanzo 6 verses 8, mstari wa and the 8 Bible said Noah found grace. inasema na Nuhu akapata neema. In another word, Katika maneno mengine, Noah found love with God. neema, Nuhu alipata upendo na Mungu. There was a time in the life of Abraham Kuna wakati katika maisha ya Abrahamu, that Abraham left his father's house in Genesis 12 wakati Abrahamu aliacha jamii yake and become the tribe when he came down to Egypt. na akaanza kutembea akija And the wife Misri. of Abraham was so beautiful, Na yule mke wa Abrahamu alikuwa mzuri sana. fair to look upon. Basi yule mfalme akampenda. And there was a king of Egypt called Amalek. Na kulikuwa na mfalme anaitwa And he Amalek, made an attempt na akafanya jaribio to sleep with the wife of Abraham. ili aweze kulala na mke wa And Abrahamu. God appeared in the sleep of Amalek. Na Mungu alitokea katika He said, if usingizi you wa make an Amalek, attempt akamwambia to usifanye test jaribio, that lady, uchukua yule mwanamke, you are ukifanya a dead man. wewe utakuwa So umeisha. every time you fought the chosen of Kwa hivyo God, kila wakati ukipigana na mtu the first thing you aliyechaguliwa, will expect, jambo la kwanza the alitokea, first thing you should expect, jambo la kwanza unatarajie he will defend with death. kwamba ni Mungu, utapigana na kifo. Coming from Exodus chapter 3, Kutoka 3, coming from Exodus chapter 3 Kuanzia- verses 20, kuanzia Kutoka 3 mstari God 20, said to the people of Egypt, Mungu anasema na wana wa I will not Israeli, let the people go empty-handed. sitaacha watu watoke bila I will kitu. let them leave the land of Egypt favor. Nitawaruhusu watu wa Misri wapate Child kibali. of God, the second thing God does, Jambo la pili Mungu hufanya, he becomes a protective shield anakuwa kinga around ulinzi above them. katika hao. Psalm 125. Zaburi ya 115 na 25. The chosen of God Waliochaguliwa na Mungu. is not a plato. Na hawapiganiwi. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, one of the things that is likely of you to know, jambo ambalo linafaa ujue, you don't just live any kind of life. hauishi tu maisha ya kawaida ya kimwili. You don't just live anywhere. Hauishi tu hoi You hivyo. don't live a foolish life. Hauishi maisha ya kiujinga ujinga. You don't live a life of prostitute, Hauishi maisha ya a life of prostitution. maisha ya ukahaba. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, you become a heartbeat. unakuwa moyo. And there are things that happens in our life. Na kuna vitu vinafanyika Some of the maishani. things that happen is not on the basis of enemy attack. Vitu vingine vinafanyika maishani mwetu si kwa ajili ya adui anatupiga. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, he will discipline you. atakupiga fimbo mara zingine. He disciplines those he loves. Mungu huwapiga fimbo anawapenda. So until you leave certain attitudes, Na ni mpaka uache tabia fulani, the thing you're praying for kile ambacho unachokiombea will never happen. hakitafanyika. The very third thing that identifies you, Kitu ambacho kinaweza kukutambulisha that you are the chosen of God, kwamba wewe ni mchaguliwa wa Mungu it is the conditions of your heart. ni vile moyo wako ulivyo, hali ya moyo wako. Men will not know your heart. Watu hawezi jua moyo wako. It is your attitude Ni tabia zako that will reflect your heart. ambazo zitaonyesha moyo wako Your ukoje. actions Kila matendo yako will yale reflect your heart. ndio yataonyesha moyo wako Your uko vipi. behavior Tabia zile unatembea nazo will tell people zitaeleza watu how good you are. jinsi gani ulivyo mzuri. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, I come to realize nimekuja kutambua when God chooses you, wakati Mungu he anakuchagua, carry you through the narrow. anakupitisha katika njia You will nyembamba, pass through difficulties. unapitia hali ngumu, And champions are not trained in the mansion, sir. na mambo mengine hata yanakufikia kama Champions are not trained in the school
na mambo mengine huwa yanatokea katika shule. Before becoming a champion, Kabla uwe shujaa, a military man is not trained eating ice cream. huwa mtu huyo hawi na muda wa kukula So kula tu. when God chose you, So kwa hivyo wakati Mungu anakuchagua, you will pass through the difficulties. utapitia mambo You magumu, will pass through challenges. utapitia tu mambo magumu. According to the story of David, Katika hadithi ya the Daudi, Bible said David was taking care of the flocks of his Biblia father. anasema Daudi alikuwa anachukua When anaweka you ng'ombe are hapa. chosen by God, Unapochaguliwa na Mungu, life will not start on a good surface. maisha hayataanza na ile mambo Life will not mazuri. start on a good pace. Maisha yataanza na mali pale pazuri. Don't expect everything to be good. Usitarajie kila kitu kiwe sawa. Most especially, Kwanza mara nyingi if you will become a champion, kwamba kama utakuja kuwa mtu shabiki, you have to be in the field of the lions. lazima uwe katika maeneo ya simba. You will have to battle with bears. Utaweza kupigana na You will wrestle with beasts. utapigana na wanyama huko So porini, being a chosen of the Lord, ili uwe aliyochaguliwa na Mungu. when God chooses a man, Wakati Mungu anachagua mtu, it does not come with milk and honey. haijalishi haikuji na asali na At maziwa. some point in time, Katika maeneo mengine life will get complicated. maisha yatabadilika, Life will get challenging. maisha yatakuwa magumu, You will be rejected. utakataliwa. The sons, David, when Samuel went to the house of Jesse, Wakati Samuel alienda katika nyumba ya Yese, David was forgotten about. Daudi tulisema alisauliwa. Every chosen person Kila aliyechaguliwa na Mungu, that is chosen by God, ambaye amechaguliwa na Mungu, go through some of the worst time. kupitia katika mazingara mengine magumu, Go through difficulties. kupitia katika hali ngumu, You will facing tragedies. utapitia machangamoto, You will facing all kinds of accusations. utapata kila hali za When za God kusaliti. chose you, Wakati Mungu amekuchagua, you will notice people will avoid you for no reason. utaona watu wanakuwa hawakutaki bila sababu. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, not everybody can be your si friend. kila mmoja atakuwa rafiki yako. Child of God, Mwana wa Mungu, by side of facts, katika ukweli wa mambo, I want you to understand nataka uweze kuelewa the love of everybody upendo wa kila mtu is not the evidence that you are great. si kwamba si ishara kwamba wewe umechaguliwa. People can still hate you and laugh with you. Watu wanaweza kukuchukia na bado wacheke na wewe. Can I get an amen? Naweza pata amina hapo. Are you learning something tonight? Najifunza kitu hapo. Are you learning something tonight? When you are the chosen of God, Unapokuwa umechaguliwa na Mungu, in number 3, I say you will be disciplined by God. nasema ya tatu utapewa na adhabu na When Mungu. you refuse to be trained at home, Kama hujakuwa mwenye kufanya vile nafaa, the street will discipline you. basi utakuwa mwenye kupewa adhabu. When you check the history of Bible, Ukiangalia katika hadithi za Biblia, every chosen person in history kila aliyechaguliwa na Mungu katika had a historia difficult beginning. alikuwa na mwanzo mgumu. When God chose a man, Wakati Mungu amechagua he mtu, cared less to know your errors. huwa haangalii yale makosa Sir, yako, he cared less to know your mistakes. haangalii yale makosa uliyofanya. Every time God looked at his chosen one, Kila wakati Mungu akiangalia aliyemchagua, he doesn't see their mistakes. haangalii makosa yao. That's why a prostitute will come from prostituting. Ndio maana kahaba atatoka katika ukahaba, She will sleep with a whole lot of men, atalala na wana wengi, and watu God wengi, will still use her. lakini Mungu bado atamtumia. The love of God Upendo wa Mungu is not mentioned by your righteousness. haipimwi na uhaki na Can I haki. get an amen? That's why you will find somebody who is a rapist Na ndio maana unapata mtu ambaye ni mtu ambaye amenajisi, will become a apostle. anakuja na kuwa kwamba yeye ndio apostle kwa Kiswahili nini? The chosen of God Na aliyechaguliwa na Mungu are not people that are made. si watu ambao waliumbwa hivyo. They are born from the womb. Si watu wanatengenezwa, wamechaguliwa kutoka kwenye tumbo ya mama zao. They were originated from the heavens. Walitoka kutoka mbinguni. If you see the apostle Paul, Vile alisema na mtume he Paulo wrote 2/3 of the New Testament. alipokuwa ameandika kitabu cha, This man was a notorious killer. huyo mtu alikuwa ni muuaji. The same Paul Huyo Paulo
was called Saul. alikuwa anaitwa Sauli. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa when Mungu, God chose a man, wakati Mungu anachagua mtu, he cares less to know your errors. haangalii yale makosa uliyofanya. No matter how human will volunteer Hata kama mwanadamu anaifanya onekane ni kubwa your mistakes, makosa yako, God will be concerned Mungu atakuwa anajali about your destiny. ile hatima ulionayo. When God chose a man, Mungu akichagua mwanadamu, he will defend you. atamkinga, He will protect you. atamlinda, He will lead the shield of favor. ataweka kinga ya kibali What kill others? kwa kile wengine. When God chose a person, Wakati Mungu alichagua mtu, what kill others kile kiliua wengine will not kill you easily. hakitakuwa wewe kwa urahisi. Are you here tonight? Uko hapo usiku wa leo. Others will make mistakes, Wengine watafanya makosa and by their one mistake they die. na kosa tu limoja The wanakufa. chosen one will make the same mistake. Waliochaguliwa na Mungu watafanya They kosa will hilo do hilo, numerous crimes, watafanya makosa mengi, and God will still defend them. lakini Mungu atakuwa pale na walinda. So every chosen of God, Kwa hivyo kila aliyechaguliwa na the Mungu, fifth things you need to know: kitu kingine ya tano tunafaa the ujue, chosen person aliyechaguliwa na Mungu is marked from the womb. amewekwa alama kutoka akiwa kwenye tumbo la mama yake. Paul said the other day, Paulo alisema siku ile nyingine, "Judge me not, for I bear within me the mark of Christ." sijivunii. So the day you were born, Ile siku he umezaliwa, predestinated you. tayari alikuwa ameweka utaenda maeneo fulani. He knew you before you came on earth. Alikujua hata kabla uje kwenye ulimwengu So huu. there is a mark Kwa hivyo kuna alama on every destined person, kwa kila mtu aliye na hatima. on Kuna alama. every chosen person. Kila aliyechaguliwa na Mungu, It is by that mark ni kwa hiyo alama that God defends them. ambayo Mungu anaitumia kumlia kwa They lile. will commit sins, Watafanya dhambi mara and zingine, God will know their sin. lakini na Mungu atajua dhambi yao, He will be aware of their mistakes, atakuwa anaelewa makosa yao, and he will never have issue with them. lakini hatakuwa na shida na wao. That is the level of God chosen. Hiyo ndio kiwango cha juu cha Mungu aliyechaguliwa na Mungu. I pray for every chosen person Naomba kwa yote aliyechaguliwa na that Mungu, is under the sound of my voice ambaye ako tonight. chini ya sauti yangu, Nothing will cut you from your destiny. hakuna kitu kitakuwa, Nothing will cut you from your hakuna destiny. kitu kitakutoa kwa hatima yako. Can I hear your amen? Paul was a terrible man. Paulo alikuwa mtu mbaya, So forget judging somebody. alikuwa hatari. Kwa hivyo usiweze kuhukumu mtu. And as just said to you, God the reflections of your heart. Na vile nimesema, Mungu anaangalia ile hali za moyo wako, The reflections of your mind na mambo ambayo yanatokana na fikira is your action towards people. Tutayajua kulingana na vile matendo yako yalivyo, How you treat people, jinsi unavyofanyia watu, how you look at people jinsi unavyoangalia watu, will tell God utaambia Mungu how much you love him. jinsi unampenda kwa kiwango gani. Falling in spirit Kuweza kukaa katika roho and crying all over the place na hata upite ulie kila mahali na urunguke na Roho Mtakatifu can convince God. haiwezi kumfanya Mungu awe na uhakika. Are you here with me? That when God chose a man, Wakati Mungu anachagua mwanadamu, he placed a demarcation between him and his enemies. anaweka mpaka kati ya yeye na maadui zake. There is a complete differentiation he placed between them. Kuna utofauti halisi kati ya When maadui God na wao. chose a man, Wakati Mungu anachagua mtu, your family background is not God concerned. maeneo ambayo umezaliwa umetoka, hiyo haijalishi Mungu. Your family background is not God concerned. Hiyo haimjalishi Mungu kwa ajili ya mahali umetokea. I came from one of the most family in my country. Nimetoka katika jamii ambayo katika nchi yetu, My grandfather was a governor. babu yangu alikuwa ni gavana, Terrible man. lakini alikuwa mtu mbaya sana. He did human sacrifice. Alifanya paka dhabihu za wanyama, He was a za dangerous wanadamu. man. Alikuwa mtu hatari sana. The worst of it, Ile mbaya zaidi, he didn't go to school. hakuenda shule kabisa. He sat on people who went to school. Alikaa juu ya watu walioenda shule, So that is, he collected a different powers. kwa hivyo alipata nguvu zingine za giza. There are some of you, Kuna wengine hapa,
God is choosing you, Mungu anakuchagua not because of you, si kwa sababu tu yako, but the family you come from. lakini ile jamii unayotoka. There are witches, Kuna wachawi, there are altars, kuna madhabahu, there are altars kuna madhabahu that was erected ambayo aliinuliwa before you were born. kabla hata wewe mwenyewe uzaliwe. There are satanic forces. Kuna nguvu za So kishetani. every chosen person in a family Kwa hivyo yoyote aliyechukuliwa na Mungu katika jamii represent a deliverer. anawakilisha ukombozi. That's why Paul began to preach to the same people he Ndio killed. maana Paulo anaanza kuhubiria watu wagonjwa wanapona. Some of you in this meeting, Wengine katika mkutano huu coming from Islam to Christianity, mmetoka katika Uislamu it katika is not Ukristo. because of you. Si kwa ajili yako. There are people that God assigned to Kuna you. watu ambao Mungu ameweka kwako. God does not choose a person because of them. Mungu hachagui mtu kwa ajili yake mwenyewe. Every chosen person have an assignment. Kila aliyechaguliwa na Mungu ako na kazi ya kufanya. Every chosen person have a mark on them. Kila mtu aliyechaguliwa na Mungu ako na alama. If God have chosen you, Kama Mungu amekuchagua, he chose you for a generation. anakuchagua kwa ajili ya And kizazi. child of God, Na mwana wa Mungu, when you are a chosen person, unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, pray to fight the battle well. omba ili upigane vita vizuri. Because every battle you don't fight, Kwa sababu kila vita ambavyo hutapigana, you escape fighting. hivyo basi ukisema hutavipiga, Your children will live to fight the battles. basi generation yako, kizazi chako kitakuja kupigana hivyo vita. And that's why the songwriter said, Na ndio maana mhubiri kitabu we kinasema, are a chosen generation, called for to show this evidence. There will be no evidence in your family hakutakuwa na kitu cha kuonekana kwa jamii yako until you wake up mpaka uamke and redirect your bloodline. na uweze kuelekeza kizazi I chako. came from a family Nimetoka kwa kizazi, that none of my brother went to high school. hakuna yote ndugu yangu alienda None of them huko shule. obtained master, none of them obtained a BSc. Hakuna yote alienda hata university. None of them obtained masters. Hakuna yote alipata I am the masters. first in my lineage Ni yeye ndo wa kwanza to leave high school, kutoka go to BSc, kutoka high school kwenda master degree, kupata a degree doctorate degree holder. na kupata kile Until when you are a chosen person mpaka pale utakuwa mtu to aliyechaguliwa. deliver your family, Ili uweze kutoa watu you have wako, an assignment. lazima ujue uko na A kazi. chosen person will go through situations. Mtu aliyechaguliwa anaenda kupitia mambo You will yake. have to wake up Utabidi usimame and become to reverse na uweze kubadilisha and become to renounce na uanze kubadilisha and become to reject na uanze kukataa in your bloodline katika damu yako error that existing. kila ambayo When inatokea. you are a chosen person, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu, it is not about your status. si eti ni wewe kiwango It is chako, not about your clothes. si wewe nguo zako, It is about your ni assignment. kuhusu ile kazi uliyopewa. Yesterday, Papa, before becoming a bishop, Baba yetu askofu kabla he awe had to askofu, go through the narrow ways alibidi apitie njia nyembamba, because God was preparing him for this generation. sababu Mungu alikuwa anamwandaa kwa kizazi hiki. If you have never tasted drugs, Kama hujapata kufanya you vita train you. ili akutengeneze. Leave the thing of the devil. Acha ile kitu kusema ni shetani kila wakati. Not everything is the devil Si works. kila kitu ni shetani. Not everything is the devil Si fighting. kila kitu ni ibilisi anapigana. Not everything is done by devils. Si kila kitu kinafanywa na God pepo. sometimes used the devil to implement his word. Saa ingine Mungu anaweza tumia adui ili afanye kazi yake kwako. There is nothing that happens under the sun by mistake. Hakuna kitu kinafanyika hivi tu kifanyike. So some of the battle you're going through, Kwa hivyo vita vingine unavyopitia, it is not let God hate you. si eti Mungu anakuchukia. He's disciplining you. Ni anakuweka nidhamu. He's training you. Anakuweka uwe sawa. In some family, Katika jamii there zingine are lineage of premature death. kuna mambo yanatokea ya watu kufa mapema. And if God took you from that family Na kama Mungu amekuchukua kwa jamii hiyo and brought you to Pentecostal worship ministry, na akakuleta katika Pentecostal Worship Ministry, it is to put stop to
family. ili wewe uweze kuzuia hivyo Can vifo I hear the mapema. amen? When you see it in your family, Ukiona katika jamii young yako women are not getting married, watu katika jamii and yenu you are hawaolewi, finding it difficult. na wewe unaipata unakuta ni ngumu, When you become restless, unapokuwa sasa unasikia tu shauku, the mark God placed on a chosen person alama ya mtu ambaye amechaguliwa will cause you to be restless itakufanya hautulii until kabisa, you wake up to reality mpaka pale utasimama katika ule and ukweli say to the devil, enough is na enough. useme kwa adui, hii imetosha. Are you here? Give somebody high five. Patia mtu high five. Some of the things that are happening of devil, it is not because devil has power. Vitu vingine ambavyo vinafanyika tunasema ni shetani, ni shetani, ni shetani, na kana kwamba na si shetani. When you are a chosen person, Unapokuwa umechaguliwa na Mungu, one of the worst mistakes to ever made, kosa likubwa sana la kufanya your father said the river, ni kwamba baba yako alipitia kwenye mto, and you grow up to know yourself as a Christian, na unakuwa ukijijua wewe ni mwokovu, and went back to the river to serve that same river. na ulienda kwa hiyo mto kufanya vitu vya Every mto. chosen person, what distinguishes? Kila mtu aliyechaguliwa na Mungu, kile kinamtofautisha. I want you to take this serious. Nataka What distinguishes kile kinamtofautisha, chukua a hii kwa chosen person mtu aliyechaguliwa is a covenant. ni agano, kanuka. Is a what? A what? A covenant. What? A covenant. A covenant. What sustains a chosen person is covenant. Kile kinamweka mtu Whether asimame. it's of God, Yule ambaye ni wa Mungu, whether it's of the devil, awe ni wa shetani awe ni wa Mungu, what keep giving the chosen person authority kile kinamfanya mtu huyo awe na mamlaka is something we call covenant. ni agano, And the word covenant meaning agreement. na hii inamaanisha makubaliano. So if you are a chosen person, Kama wewe ni mchaguliwa wa Mungu, a chosen person, when you see wrong in a wrong, you see wrong somewhere, ukiona makosa mahali, you will become restless. unakuwa hautulii. If you somewhere, Kila mahali, if you from a family kama umetoka katika jamii that young men can that establish, ambao watu hawajakuwa sawa, and you become very restless, na unakuwa hautulii kabisa, it's a sound that you are chosen to deliver the family. ni dalili na ishara kwamba umechaguliwa ukomboe hiyo kizazi. Every chosen person is escorted by covenant. Kila aliyechaguliwa na Mungu anaopelekwa mbele na Every ile agano. chosen person has a covenant on their lives. Kila aliyechaguliwa na Mungu ako na agano na Mungu. Every chosen person have a covenant on their lives. Kila aliyechaguliwa na Mungu ako Child nayo. of God, I came to remind you this evening, Jesus Nimekuja loves you. kukumbusha Yesu anakupenda. You can fight the devil as long as you want, Unaweza kupigana na shetani vile unavyotaka, but until your mindset change, lakini paka mawazo yako yabadilike. those traditional mindsets, Zile tabia mawazo ya mambo ya your kijamii. father lived in one pattern of life, Unasema baba yangu aliishi maisha haya, and you are living the same na pattern wewe of pia life. unataka unaishi maisha hayo. Can I get an amen this evening? A chosen person is recognized by grace. Mtu aliyechaguliwa na Mungu anatambuliwa na neema, And the grace is what we consider as love. na hiyo neema ndio inamaanisha upendo. For God so loved God so loved this world, Mungu aliupenda ule ulimwengu, He gave His only begotten Son. akapatiana mwana wake wa That is pekee. man finding grace with God. Hiyo ndo neema ya Mungu. The grace is higher than your understanding. Neema ni zaidi ya kuelewa kwako. That's why a person will not go to college. Ndio maana mtu hataenda katika shule ya kuu. That's why a person will not know nothing, Mtu ambaye hajui chochote, and the person can become a father in the family. na huyo mtu atakuwa baba katika jamii. Every chosen person, Kila aliyechaguliwa na Mungu, it is required upon you inahitajika kwake to deliver your family. uweze kuondoa jamii yako, If your family are not delivered, na jamii yako haitaondolewa. you have not started. Kama haijaondoka bado hujaanza. Your first examen is your family. Jambo la kwanza ni jamii yako, ni familia I yako. came from a family Nimetoka kwa familia and I saw actual poverty. na nikaona umaskini wa I juu, saw poverty on different ranks and files. umaskini wa kila kiango.
My father was a heavy duty mechanic Baba yake alikuwa mtu wa kutengeneza magari and died with nothing. na alifariki akiwa hana kitu. If you overlook Kama ukiangalia the scene where God have interest in you as a chosen person, kujua kwa nini Mungu ako na jambo na wewe, there are people in your family who are witches. kuna watu katika jamii yako ni wachawi. They will never stop operating Hawataacha kufanya kazi zao until you wake up and say enough is enough. mpaka wewe uamke useme tosha. And you celebrate Jesus with a hand of praise. There are some of you coming to church today. Kuna wengine mmekuja kanisani, mnakuja Let your kanisani leo, attitude distinguish between a Christian and somebody who is not a Christian. inakuwa ngumu kutofautisha aliyeokoka na yule ambaye hajaokoka. I spoke on something previously. Niliongea kitu tu juzi. When you are a chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa you are Mungu, not permitted to live a reckless life. hauruhusiwi kuisha maisha. You kuishi can maisha live hivi. like non-Christians. Uruhusiwi kuishi kama asiyeokoka. If you are chosen by God, Kama umechaguliwa na Mungu, if you are a royal priesthood, kama wewe ni if kuhani, you came from a royal priesthood, kama umetoka katika ufalme wa your kikuhani, attitude must show somebody that you are a Christian. tabia yako lazima ionyeshe There kwamba are wewe some of ni you wa- coming to church. Kuna wengine mnakuja kanisani, You are keeping speech at home. mnafanya mambo huko There are nyumbani. some of you here. Wengine hapa While you are still calling Jesus, bado mnaita Yesu you are Yesu, still playing with leaf. lakini bado unafanya vitu vya You kishetani. are still going to effective priests. Bado unaenda katika watu wachawi, You are still visiting Camons. unaenda bado kwa watu wa huko You are still vituko, paying homages to river. unaenda bado unaenda mabaharini. When you are kufanya a vuvu. chosen person, Unapokuwa mchaguliwa wa you Mungu, don't sleep with everybody in the time. haulali na kila Your mmoja. lifestyle will tell people. Maisha yako yataambia watu. When you say, I am a Christ, Unaposema mimi ni wa Kristo, you don't need to dress and cover your head. haujui eti uvae ukae Your kama attitude Kristo. will speak for Ni itself. tabia tu zako Your zitajiongelesha, behavior will speak for itself. vile mienendo yako You will itaongea. treat people with respect. Ndio hivyo watu watakavyoheshimu. You will treat people with love. Utafanya watu wa... God is love. Mungu ni upendo. So whoever that comes to God Kwa hivyo yule ajaye kwa Mungu must love. lazima apende. Many of you love Wengine mnapenda on the basis of what you can get. katika tu nitapata nini kwa huyu. Some of the things that frighten you, Kitu ambacho vinavyokopesha vingi it is at the result ni kwa sababu of your anger. yako ya hasira. You can be chosen by God Hawezi kuwa umechaguliwa na Mungu and burn with your sin. na uweze kuwa na If you hasira, and be broken with your sin. na uweze kuwa na dhambi. When you are still broken with sin, Ukiwa bado unakaa unapigana na dhambi, you are not still saved. wewe bado hujaokoka. You are not saved. Hauko And you mahali become to pa tell sawa. people, I get anger. Unasema niko na hasira. When I get angry, Ukiwa na hasira it will not be easy. haitakuwa rahisi. Some of you coming to church, Wengine mnakuja kanisani, your husband, you don't submit. sorry, You don't submit to your husband. hautii hata mume wako nyumbani. You are coming to church, Unakuja kanisani, you tie your head good. unavaa vizuri, And when they talk warfare prayers, na ikifika wakati wa maombi you quote scriptures. unaangalia maandiko, Oh, you know unayajua, fast and prayers. unafunga na kuomba. You know how to pray damn without ceasing. Yaani wewe unajua kuomba maombi yale yote vizuri, But at the result of submitting as a wife, lakini katika kazi yako kama bibi it becomes something opposite. ni mambo mengine tofauti sana. Proverbs chapter 31, verses 31. Proverbs 31, Proverbs 31. Who can maandishi find hayo. a virtual woman? Ni nani atapata bibi mwema? Or precious like a ruby. Ni nani atapata bibi? You can be a woman and become a man. Huwezi kuwa bibi tena uwe There ndio are many mwanaume. of you today, the home that you are in, Na wengine wenu katika nyumba you are zenu not in that home by mistake. hauko pale kwa You bahati enter the mbaya. family to change things around. Uliingia kwa hiyo jamii ubadilishe mambo. There are some of you men under the sound of my Kuna voice. wengine wanaume chini ya sauti You yangu. are a father. Wewe ni baba. Abraham become a father. Na Abrahamu alipokuwa A baba, father is a producer. baba ni mtu wa kuweza kuzalisha. A father is a protector. Baba ni mtu wa kulinda. A father is a disciplinary. Baba ni mtu wa kuweka nidhamu. You can be a father Hawezi kuwa baba to other people outside. kwa wengine huko nje, But when it comes to your home, lakini ikifika kwa nyumba yako it's a different thing. ni kitu tofauti. Some of you men are full with pride. Wengine wenu wanaume mko na viburi. Pride bring anger. Viburi vinaleta hasira. Pride bring disrespect. Viburi vinaleta kuto kuheshimu watu. Pride will tell you, say you are the man. Kiburi kinakwambia mimi ni mwanaume. Don't take disrespect from that woman. Usichukue kitu katika mwanamke.
usiweze kuto kumheshimu mwanamke. Are we here tonight? The place is quiet. Umenyamaza sana. Umeulizwa mko? Mko? No, I understand where it's coming from. I'm just kidding. I understand. When the message reaches its owner, it reaches the real way. Amen. If things will become to change Mambo yanaanza kubadilika as a chosen person, kama yule aliyechaguliwa, the Egyptian mindset, yule ambaye amebadilishwa mawazo, the mindset when you were in the world, yale mawazo ulipokuwa duniani, when you used to dance in the nightclubs, ulipokuwa unapiga zile you don't bring it to Jesus. hauzileti hapa tena kwa kanisani. The attitude from outside, Ile ndomolo ya nje you don't bring it to Jesus. hauhitaji kuleta kanisani. The Egyptian mindset Ile fikira za Kimisri that you still practice your tradition, ambayo ulikuwa unafanya pale your kwenu, cultures, vile tabia za you don't bring it to Jesus. hauzileti kwa Yesu. Jesus is not seasonal. Yesu hanahitaji tofauti. Jesus serving is not on the basis of events. Kuokoa kwa Yesu si kama huko It nje, is something standard, ni kitu ambayo tofauti, intended. iko na upendo. When you come to Jesus, Unapokuja kwa Yesu, when you came to serve Jesus, unapokuja kumtumikia Yesu, drop the anger, toa, achilia hiyo Drop hasira, the proud, achilia, angusha hiyo kiburi, drop the breaking, achilia hiyo mambo, drop overlooking people. achilia kuona kwa kudharau watu. Every position God placed you in, Kila nafasi Mungu amekuweka it is by grace. ni kwa neema, And grace is love. na neema ni The upendo. love of God surpasses. Upendo wa Mungu There are unazidi. people who are well educated, Kuna watu ambao wamesoma vizuri, who is well advanced, ambao wameendelea, and they are not where you are. lakini hawako pale wewe You uko. are where you are by grace. Uko mahali ulipo kwa neema. You got what you got by grace. Kama unataka kwenda kwa hiyo neema, Every time you use thing that was given to you by grace kila wakati ukitumia kitu ambacho ulipewa na Mungu kwa neema to disgrace people, ili uweze kudharau watu kupitia hiyo kitu, it will leave your hand. kitu kitakuacha. Are we here together? Christianity is not to be practiced outside. I mean, in the church. Wokovu si wokovu wa haufai uwe tu tunauonyesha hapa kanisani. You don't come to the church and only act like a Christian. Ukuje hii kanisani ili ndio useme mimi ni Mkristo. And you see, Papa. Na unasema baba unamheshimu kwa ile askofu. It's outside. Ni huko nje. When you are a chosen person, Ukiwa umechaguliwa na you Mungu, don't live like a hypocrite. hauishi kama watu wa dunia. You hate people at their back. Hauishi ukichukia watu. When you see them, you laugh. Unaona unawachekea vizuri meno yote. People will go to hell not because you offended or killed people, Watu wataenda katika jehanamu sio kwa sababu waliua watu, hapana, but malice. lakini wanachukia, Malice. wana roho mbaya. Malice. Wana... Some of you here, Wengine wenu hapa, what caused your grace to not speak forth? kile kinafanya neema yako isiongee kwa niaba yako It comes by jealousy. ni wivu. You are envious. Una wivu, You envy people. unaonea watu wivu, You envy people. unaonea watu wivu. God don't stay in a dirty area. Mungu hakai mahali pachafu. God don't stay in a place where his glory is not recognized. Mungu hakai mahali utukufu wake He said, hautambuliki. Be ye holy as I am holy. Anasema kuweni watakatifu jinsi mimi nilivyo mtakatifu. Some of you right here, Wengine wenu hapa hivi you sasa hate people for no reason. unachukia watu bila sababu. The people you are fighting, Kuna watu unawapiga, you envy people for no reason. unawaonea wivu bila tu sababu yote ya If maana. some of us will look around our lives, Kama kila mmoja wetu utaangalia tu maishani mwake, and some of the friendship we push away, na kuna marafiki wengine utawaeka kando. we did not push them away because they wronged us. Hatukuwaeka kando kwa sababu You push them away because you couldn't stand their blessings. unawaeka kando hao marafiki sababu tu hukuweza kustahimili kuona baraka yao. Because you can't stand their Kwa style. hivyo huwezi simama kuona wakibarikiwa. Circumcise your heart. Kwa hivyo ule watu, hebu Circumcise your heart. tahiri moyo wako, Circumcise your heart. tahiri moyo wako. Come to God with pure heart. Njoo kwa Mungu na moyo msafi, Don't envy anybody. usionee mtu wivu. The fact of the matter, Jambo la kweli ni hili, the sun jua and the moon na mwezi
don't shine the same time. haviwaki wakati mmoja. Everybody have their season. Kila mmoja ako na wakati wake. Everybody have their time. Kila mmoja ako na muda wake. Everybody have their time for glory. Kila mmoja ako na muda wake wa utukufu. Stop fighting people. Acha kupigana na watu. Stop lying on people. Acha kudanganya. Stop living a life. Acha kuishi There is maisha. no Christ like. Hakuna maisha. The word Christianity, Neno wokovu meaning inamaanisha Christ like. kuwa kama Yesu. Living the Christ. Kuishi kwa neema. Walking the Christ. Kutembea kama Yesu. Talking the Christ. Kunena kama Yesu. Doing things like Christ. Kufanya mambo kama Yesu Stop, you angefanya. can't fool God. Acha kukaa hivyo. You can lie to your prophet. Unaweza kujisema uko msawa. You can lie to your apostle. Unaweza kudanganya hata watu. You can lie to your soothsayer. Unaweza kufanya hivyo. You can lie to God. Lakini huwezi mdanganya Mungu. How are you bringing your children up? Unalea vipi watoto The wako? children of the righteous grow from grace to grace. Watoto wa mtu mwenye haki wanakuwa kwa neema hadi neema. There are some of you this morning generation. Kuna watu wengine katika kizazi hiki. We don't want children, nobody touching our children. Hatutaki mtu yote aguse watoto wetu. The world is coming to our end. Na ulimwengu unaenda kuisha. Anytime the trumpet can sign. Na kila wakati tarumbeta italia. When Christ comes this minute. Wakati Kristo anakuja hivi sasa. What will you tell him? Je, utamwambia nini? When Jesus come right now. Yesu akija hivi saizi hivi. When Yesu come now. Akija tu saizi hapa. What will you tell him? Wewe utamwambia nini? You are a usher. Uko ni wewe ni mwenye. You are a praiser. Wewe ni mhuduma. You are not doing well for Jesus. Au kina ufanye vizuri. You are not doing well for Jesus. Au ufanye tu vizuri Yesu. You are not doing favor for him. Unafanya au haufanyi Yesu eti. Come unto me all you that labor. Yesu ndo anayesema njoni kwangu nyinyi nyote mwenye And mzigo. I will give you rest. Na nitawapa The pumziko. reason you've been chosen Kitu ambacho umechaguliwa is not to carry your own load. si eti wewe ubebe mizigo yako. The reason you've been chosen Sababu ambayo ya kufanya is not umechaguliwa to carry your own sins. si wewe ubebe dhambi zako. The reason you've been chosen Sababu ya kuchaguliwa is to love people around ni you. kupenda watu The waliokuzunguka. reflections of your heart is your actions. Vile moyo wako ulivyo ndio hivyo matendo yatakuwa. If people will start to know that you are a Christian, Watu wataanza kujua wewe ni mwokovu. it's not to pray loudly. Si kuomba kwa sauti ya juu. Like the hypocrite in the book of Matthew. Kama vile mtu mnafiki kwenye kitabu cha Mathayo. Your action will tell Ni people. matendo yako yataambia watu. Your behavior will tell Ni people. tabia yako itaambia watu. Drop the filthy garment. Vaa vazi lichafu. The sounds and wonder will pass away. Kuna iliyosema By the infinite grace of God upon this altar, kwa neema ya Mungu iliyo juu ya madhabahu haya, I can stand here and call your name, your numbers, your date and time you were born. naweza kusimama niseme wakati, masaa na muda It ulizaliwa, will not profit you anything. lakini hiyo haitakusaidia kitu wewe. The best profit you can get is to make heaven. Unabii mzuri ambao unafaa upate The leo road ni to kuja heaven mbinguni. as a chosen one Njia ya kwenda mbinguni kama uliyechaguliwa is a road of peace. ni kuweza kuwa msafi. Let go of the animosity, Uachilie ule uchafu wote, the enmity, kila uadui, the hatred, kila uadui, the backbiting. kula kusengenyana. Stop sleeping with men you are not married to. Usilale na wanaume ambao Your hawajakuoa. body is the temple of God. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Can I hear your amen? Are you blessed tonight? Make peace with people. Fanya amani na watu. When you are the chosen of God, Unapokuwa mchaguliwa wa Mungu. the book of 1 Peter says, when judgment shall begin from the altar, Kitabu cha Petero kinasema hukumu itaanza madhabahuni. what shall it be of them Hukumu itaanza kwenye madhabahu. that don't obey the gospel of the Lord? Itakuwa kifo kwa wale ambao hawaheshimu injili ya Mungu. Coming to church and falling in spirit. Kuja kanisani na utukae katika roho. There are two spirits. Kuna roho mbili. Either the spirit of God Kuna roho aidha ya Mungu or the devil. ama roho ile Don't ingine. allow the devil use you. Usikuruhusu shetani akutumie. Don't allow the devil take you to hell. Usiruhusu shetani akupeleke kuzimu. Don't allow the devil to trackling your future, to fight your future. Usiruhusu shetani aharibu hatima yako na maisha yako ya baadaye. Our young generation, Kizazi hiki chetu kidogo. immorality, Utendaji dhambi wa zinaa. perverseness, Kuweza kuwa katika zinaa. greed, Kuweza kuwa na tamaa. sexual immorality. Mambo ya dhambi ya You ngono. look on the internet, pornography all over. Kuangalia katika mitandao, pornography na hayo yote. Addiction to masturbation. Kuwa na addiction kwa Kiswahili nini? Katika Know Jesus as your Lord and Savior. mjue Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Stand to your feet. Simama kwa miguu yako. Oh,
To Jesus I surrender all. Oh, to Him I'm free. If you are here Kama uko hapa and you don't have relationship with Jesus, na huna uhusiano na Mungu, it's an opportunity. ni nafasi tena. Come to the cross tonight. Njoo mbele, njoo kwa msalaba, Come to the cross tonight. njoo kwa I msalaba. just want you to bow your head wherever you're Nataka standing. uinamishe kichwa mahali ulipo, inamisha kichwa, I want you to take a bold step wherever you are. inamisha kichwa. Nataka uchukue, utoke na Forget ujasiri. about who's looking at you. Usiangalie nani I atakuangalia. heard Matthew saying the other day, Nimeona Mathayo akisema if juu, you deny me before man, ukinikataa mbele ya I watu, will deny you before my Father. nitakukataa mbele ya Baba yangu. If you are in the pew Kama uko hapa and you know your relationship with Jesus Na is not sure, unajua uhusiano wako na Mungu Come si to wa him uhakika, tonight. njoo, njoo. wherever you are, you just walk up. Let me Mali- pray with you. Mahali ulipo tembea We tu can pray ukija mbele. together. Wherever you are, the same Mali- Jesus is still alive. Yule Yesu yule bado yu hai. If you are there and you don't know Jesus, Kama uko hapa umjui Yesu, if you are struggling with something kama unapigana na that is kitu taking the love of God from you, ambayo inatoa upendo wa Mungu kwako, walk up to the cross. njoo mbele. Usiogope, njoo mbele. Bless your Savior. I surrender unto Him. Bless your Savior. Oh, on that day, Siku ile it will be a painful morning itakuwa ni siku ya uchungu, ya kilio, that you are ashamed kwamba dhambi yako, to come and receive Jesus. ambapo hutakuwa There was a hujamkubali. lady that went to church one day, Kuna dada alienda kanisani siku moja, and the pastor went out to her and said, receive Jesus. na yule mchungaji alienda akamwambia pokea Yesu, And she told Jesus, she told the pastor, I am still young. na akamwambia mchungaji, mimi bado ni mchanga, And the pastor ended the service. na mchungaji akamaliza ibada. And after she left the service, Na alipotoka kwenye ibada, just within that time, katika tu wakati huo, a car came from nowhere gari ilikuja kutoka mahali ambapo haijulikani and killed her on the spot. na ikamuua hapo kwa hapo. She never had the opportunity Hakupata nafasi to surrender to Jesus. kujiachilia kwa Yesu. If while you leave from here tonight, Ili kila mmoja ile hapa, what if tonight is your last night? labda usiku wa leo ni wa mwisho kwako, What if tonight is the only night you got to receive na Jesus? sasa labda ikiwa leo ndio ilikuwa If siku ya you are mwisho, dead and you're struggling and you just can't find your way to Jesus, come. na kama uko hapo basi He's still accepting you as you are. njoo jinsi He ulivyo, loves you as you are. anakupenda. Come on to Him tonight. Njoo. Come on to Him tonight. Njoo kwake usiku wa Come leo, on to Him tonight. njoo kwake I usiku want wa to pray leo. with you. Nataka tu niombe na wewe, I want to pray with you. nataka tu niombe na wewe, I want to pray with you nataka niombe na that the wewe everlasting King. kwamba Mungu mkuu, Let's put our hands together for hebu Jesus. tupigie Yesu makofi mazuri That we are all safe. kama sote tumeokoka In Jesus' kwa mighty jina la name. Yesu. Hallelujah. Haleluya. I want to be grateful to God. Just have your seats for a few. Hebu tuketini kwa dakika kidogo, tukae. I want to be grateful to God. Nataka tuweze kumshukuru Mungu. Today is a very special day in my life. Leo ni siku ya Today special kwa maisha yangu ya It's my kipekee. warm escape. Leo Today is my birthday. I want to be grateful to God. I'm counted among the living. ninamshukuru Mungu, bado ninahesabiwa kwa wale wanaoishi. I am not righteous than some that went to the grave, Sina haki sana kuliko walioenda kwenye kaburi, but the faithfulness of God kept me. lakini uaminifu wa Mungu umeniweka. I come under the grace of the Pentecostal worship ministry Ninatambua neema iliyo chini ya Pentecostal Worship to Ministry. testify the goodness of God. Ninaweza kuwa hapa I want to tell Him nikishahidi. thank you for good health. Asante kwa afya njema. My birthday met me in sound mind, Katika mawazo yangu, and I'm in one of the most powerful countries in the continent of na Africa. imetokea niyo katika nchi iliyo Help me kubwa celebrate Afrika. Jesus for me. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Umepata kitu? Eh? Did you get something?
got something, say amen. Kama umepata kitu sema amina. We are remaining with tomorrow Tumesalia na kesho and Thursday. na Alhamisi, Only 2 days. siku mbili tu. And I want to thank you, Nataka niwashukuru wale mumekuja. those who have come. Tupatie, tusimame. Let's all stand up.